hii nadharia ya kwamba jeshi linataka nyinyi muandamane tu kidogo ili wachukue nchi, ndio iliyofanya watu wingi wakaingia hapo. Sasa cha kushangaza ambacho wengi tulijua sasa hii ni red flag, kuja kumsikia sasa Mange baada ya muda kuja kutuambia kwamba, kuja kutuletea sababu kwa nini wanajeshi hawajachukua nchi. Hapo ndo nikajua kwamba aidha dada wa taifa anapata habari kutoka kwa mtu ambaye sio mwanajeshi, na kama mtu anampa habari au alikuwa anampa taarifa zote tangu mwanzoni, kama ni mwanajeshi kweli, kwa ni mwanajeshi kwenye kitengo cha upishi, kwamba ni mtu ambaye wa ngazi ya chini ambaye hajui chochote kuhusiana na jeshi. Kwa sababu wewe au nyinyi mlikuwa mnaahidi fanya hivi fanya vile itakuwa hivi, watu wakajitoa, unaona, watu walipush kidogo, manake polisi wanajua polisi kapiga hivi, lakini wanajua huyu polisi kapiga hivi kidogo tu, masa yake yanahesabika. Sisi ndio tu push kidogo tu ili mambo yageuke. Halafu unakuja unasema manake kwa nini wanajeshi hawezi kuchukua nchi? Kwa sababu mwenye bunduki hana kipigio, mwenye kipigio hana risasi, mwenye risasi hana we yani kweli mtu na fikra na akili zako unaweza kuchukua hii ukasema yani ukaja ukatuambia kweli hivi. Sasa tufanye assumption moja, ni kweli of course jeshi lazima litakuwa limekuwa organized vizuri, na haya mambo ya kuzuia mapinduzi na vitu vyote vimekuwa considered ndani ya kudesign, wakati wa kudesign hilo jeshi, na kila siku tutakuwa na vitu ambavyo wanavifanyia kazi kuimprove. Unaona, sasa swali ni kwamba, ndio maana mimi nasema hivi, wewe ulikuwa unampa taarifa, wewe ulikuwa mkimpa hamasa kutoka jeshini, aidha sio mwanajeshi, ni mtu muongo, ama ni mwanajeshi wa ngazi ya jikoni. Ni kwamba wakati yote hayo mnatuambia, hamasa yote unatupa, hivi ilikuwa haujui kama kipigio hauna? Hivi ilikuwa haujui kama risasi hauna? Hivi ilikuwa haujui kama kifaru mzinga huko, kifaru kipo Dar, mzinga huko Kigoma na Baba Levo? Tumana nikawambia shtuka. Mimi binafsi siamini kama Mange kwa tu anaamka anasema tu yale maneno. Ninachoamini ni kwamba aidha alikuwa anapokea taarifa kutoka kwa mtu ambaye sio mwanajeshi, anajifanya ni mwanajeshi, na kumpa hizo taarifa, na bahati mbaya dada wa taifa na kwa kupenda dada akawa anazichukua kwa sababu ni taarifa pekee kwa kesi na sound vizuri, alafu mambo kama ile kutokezea kwa Tesha, unaona utakuwa huyu ni rafiki yake na Captain Tesha, na kingine ni kwamba au hivyo nilivyoongea, pengine ni mwanajeshi kweli, lakini yuko jikoni, hajui chochote, hajui chochote kile. Kwa sababu kama tujane ni mwanajeshi wa ngazi ya chini, umeamka tu mwenyewe kwa mahaba yako tu, maoni yako tu, unahisi labda kitu fulani kifanyike, unajua katika uhalisia hakiwezekani. Unajua kama kwa taasisi kama ya jeshi, sio wewe mmoja tu unatamani kitu fulani ndio kitatokea, hakiwezekani. Yani wewe ukaanza ukalibirua lile jeshi lote, wewe mtu mmoja ngazi ya chini kabisa huko, haiwezekani. Sasa dada wa taifa hii lazima aje aseme siku moja kama aidha ni mwanajeshi wa jikoni aliyempa hizo taarifa, ama ni kuwa, unajua sometimes unaweza kuwa mtu pengine anajua tangu mwanzo, lakini anataka ile kupush ile ajenda yake. Kwa hiyo anamwambia okay, nendeni, alafu mwisho wa siku unamwambia kwa babu vipi, anakuletea visababu hizi. Hii ilikuwa ni mbaya, kwa sababu wakati sababu zinatoka ilikuwa tayari watu wengi washaumia, wengi sana, mali shateketea, matumaini ya vijana wengi bamazwa, yashapigwa na chini. So